Apewe sifa Yesu. Amen. Tutaendelea na somo letu. Tunaanza sasa somo letu. Na mimi mnafahamu nikisimama hapa ni mambo ya hela. Bwana asifiwe. Nikisimama mimi ujue hapa tunazungumzia nini? Hela. Kwa hiyo naomba ukae mkao wa kujifunza upate kuelewa. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba nitangulize maneno haya kabla sijafika kuzungumza somo lenyewe. Mtumishi wa Mungu, lazima ufahamu kwamba umefungwa na unayoyajua. Watu wanafungwa kwenye maeneo makubwa mawili. Jambo la kwanza, unafungwa kwa sababu kuna mapepo. Lakini jambo la pili, unafungwa kwa unayoyajua. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unaweza ukatafuta ufunguo uko wapi kwenye nyumba, lakini ni kwa sababu haujajua uko wapi. Utahangaika sana. Anayefahamu ulipo atakwambia tuinua mguu. Utajilaumu kwa kiwango ulichoteseka na nguvu ulizotumia, lakini ni kwa sababu ulikuwa ufanyeje? Hujui. Kwa hiyo kujua ni ufahamu mzuri na mkubwa sana katika ukombozi wa maisha ya watu. Jina la Bwana libarikiwe. Nazungumza hivi ili utege sikio kunisikiliza na ukubali kile Mungu ameweka moyoni mwangu kwa ajili yako. Kuna mahali utakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Usijaribu kushindana, kukataa, kujitetea, kujipa sababu nyingi. Kile Mungu amekikusudia kukupa leo, mimi ninakutia moyo, ninaomba ukipokee, kwa sababu Mungu atakupa ufahamu mpya utakaobadilisha maisha yako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tusomo tunalojifunza linasema ufahamu na tabia za kimungu za ustawi kiuchumi. Ufahamu na tabia. Bwana Yesu asifiwe. Ufahamu alafu kuna tabia. Tofauti ya nguvu ya ufahamu na tofauti ya nguvu ya tabia ziko hivi. Ufahamu ni mambo ambayo unatakiwa tu kuyajua. Tabia ni mambo ambayo unatakiwa ubadilike kitabia. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kuna namna unatakiwa ufahamu tu, lakini kuna namna tabia yako inatakiwa ibadilike. Useme mimi nimezoea, mimi ninaongeaga tu hivi, nimezoea, mimi ndo ninavyoongeaga, nimezoea. Ubadilike. Yaani mimi ndo nimezoaga hivyo tu na kuaga hivyo. Ubadilike. Na unajua kubadilika tabia ni mchakato, sio tukio la siku moja. Mtu kukubadilisha ulivyozoea kutafuna mpaka uanze kutafuna vizuri kama wanavyokufundisha ni gharama. Jina la Bwana libarikiwe. Aliongea baba pointi moja hapa siku ya jana kwa walio kuwepo. Alisema alipokuwa akisimama madhabahuni, mama anamwambia usiweke mkono mfukoni. Yaani usifikiri alivyoambiwa ndo akabadilika. Kulikuwa na kamchakato. Kwa sababu ilikuwa ni nini? Tabia. Kwa akiona kimona mama anakumbuka, anaacha. Anajiuliza hivi si ameniona, anaendelea. Tena akijiangalia kwenye video aliweka, Mungu wangu niliweka. Ndo kwa kadiri muda unavyozidi kwenda ndo wanavyozidi kuwa bora. Lakini mara ya kwanza unapoambiwa jambo ambalo ni tabia, haulipokei tu ndio. Jambo la kwanza linapojitokeza kwenye jambo ambalo ni tabia yako, la kwanza ni upinzani. Hicho ndio kitu cha kwanza, tofauti na kufahamu. Kitu kinachogusa tabia, utakapoambiwa kwa mara ya kwanza, kitakachozaliwa ni upinzani
na unaanza kuelewa kidogo kidogo, ila kweli nisiweke mkono, nafikiri ni jambo la msingi, na moyo unauma na unashindana. Lakini kwa kadiri unavyojitahidi kutii na kuchukua hatua, ndivyo unavyozidi kuwa bora. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Sasa tunapojifunza hili somo kwa habari ya ufahamu na tabia za kimungu katika ustawi wa uchumi, huwa lazima ufahamu kwamba Mungu ameweka hatua za kustawi katika mtiririko. Apewe sifa Yesu. Tunaenda hatua kwa hatua. Hakunaga muujiza wa maendeleo. Haupo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu ni sheria ya Mungu mtu akue hatua kwa hatua. Kukua kwa uchumi ni kama kukua kwa mtu. Hatutegemei leo kwa sababu mchungaji ametuombea mtoto alikuwa na mwaka mmoja awe na miaka 5, tutashangaa. Na unaweza kukimbia hilo kanisa. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameweka hayo mambo katika hatua kwa hatua. Na ndio maana ninakwambia leo, Mungu akakupa milioni 1, wewe unashikaga 1000, utachanganyikiwa. Yaani huo muujiza haukupeleki popote, wala hautabadilisha chochote. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameweka maisha yetu kukua hatua kwa hatua. Na ndio maana kuna watu ambao wanaweza kupata neema ya kupokea pesa nyingi kwa mara moja. Akili zitakapowarudia ni pale ambapo kiwango cha matumizi wake kimefikiwa. Maana yake anaweza kapewa milioni 1, lakini ni mtu anayetumiaga 200,000, atatumia vibaya. Ikifika 200,000 akili ndio inamrudia, anaanza kuweka mipango vizuri. Haujawahi kukutana na watu kama hao kama sio wewe? Bwana Yesu asifiwe. Kwamba una nafasi ya kupokea kitu kikubwa. Hicho kitu kikubwa kikija kwenye maisha yako, kina akili yake, kina mipango yake, kina uwezo wake, kitatembea kwa kadiri ya kilivyokuja mpaka uwezo wako utakapofikia, ndo akili itakurudia. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameweka uchumi katika mfumo wa kuongezeka hatua kwa hatua. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana kitu chochote kinachokuja nje ya uwezo wako kina mambo mawili. Aidha kinapita au kupita na wewe. Sio kama unanielewa? Chochote kinachokuja nje ya uwezo wako kina mambo mawili. Kinaweza kikapita au kikapita na wewe. Apewe sifa Yesu. Alikuwa mama wa kawaida tu, hana shida. Alipopata hela kidogo tu, kiburi kimemjaa. Natoaga mfano, bodaboda anayembeba kila siku kwa shilingi 1000, hiyo siku atamuuliza, hivi 1000 inakulipa kweli? Hakuna kilichobadilika isipokuwa tu mfukoni kuna hela imeongezeka. Kwa hiyo kuna namna inaweza ikapita na yeye, akaja kuibukia upande wa pili, alishamwacha Mungu siku nyingi. Apewe sifa Yesu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuziamini hatua za Mungu na kujijengea uwezo katika hizo. Mungu hajawahi kuweka mafanikio kwenye surprise. Kwa hiyo wala usijisikie vibaya kuandika, hakunaga utajiri wa muujiza kwa Mungu. Hakuna. Yaani hata ingekuweje, hakunaga utajiri wa muujiza. Kwa nini? Kwa sababu utajiri unataka uwezo. Ndani ya moyo wako lazima uwe na uwezo wa kuubeba, uwe na uwezo wa kuutumikia, uwe na uwezo wa kuuhangaikia,
Uwe na uwezo ndani, lazima uwe na uwezo. Na ndio maana hakuna utajiri wa muujiza. Mtumishi wa Mungu, kaa unisikilize vizuri, kwa sababu unaweza ukafikiri kwamba ghafla utakuwa na viwanda, ghafla unamiliki mashamba, ghafla unamiliki maduka. Utachanganyikiwa, utakuwa chizi. Mimi nakwambia utakuwa chizi. Kwa nini? Kwa sababu inahitaji uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Uwezo wa kuitunza 500, uwezo wa kutunza 5000, uwezo wa kutunza 500,000, uwezo wa kutunza milioni. Ndio unakwenda hivyo. Uwezo wa kutunza 2,000,000, uwezo wa kutunza 10,000,000, ndio unasogea hivyo. Haleluya, haleluya. Na ndio maana Mungu mwenyewe anasema, mimi ni Mungu nikupae nguvu za kupata. Manake ninawekeza kukuwezesha moyoni ili upate utajiri. Sio ni Mungu ninaye kusurprise na utajiri. No. Kwa sababu kuna uhusiano wa karibu sana 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 kati ya akili na ustawi. Apewe sifa Yesu. Tumishi wa Mungu, kuna kitu unanielewa? Kwa nini Mungu akusurprise na hayo mambo? Kwa sababu ustawi unahitaji uwezo wa ndani. Sasa huo uwezo wa ndani tunaouzungumzia unaitwa ufahamu na tabia. Kitabu kile cha Mithali, ile sura ya 1 mstari wa 4 na wa 5. Mithali 1:4 na 5. Anasema, kuwapa wajinga werevu na kijana maarifa na hadhari. Mstari wa 5 ninao upenda sana, anasema hivi: mwenye hekima asikie na kuongeza elimu, na mwenye ufahamu ayafikirie mashauri yenye njia. Kwa hiyo mwenye hekima anasikia, anaongeza elimu, na mwenye ufahamu anasikiliza mashauri yenye njia. Mistari hiyo ni A. B yake ni Mithali 24:5. Mithali 24:5 anasema, mtu mwenye hekima ana nguvu, na mtu wa maarifa huongeza uwezo. Man of knowledge increase strength. Mtu mwenye maarifa huongeza uwezo. Mwambie jirani yako, nimekuja kuongeza uwezo. Mwambie tena, nimekuja kuongeza uwezo. Kwa hiyo kifungo cha uwezo wa mtu kiko kwenye maarifa alionayo. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa umbali anaotaka kwenda mtu kiuchumi umehifadhiwa kwenye akili yake, kwenye mambo anayoyajua na mambo anayoyafahamu. Meishia hapo tu. Ufahamu wako wewe ndio umekufunga. Ndio maana huwa nawaambia watu, kuna watu ambao wana nguvu za giza ndio, lakini hata tukizitoa watabaki kuwa maskini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu kwenye ufahamu hakuna walichowekeza. Kwa tutakemea pepo litatoka, lakini ndani kuna nini? Kama hamna kitu, utabaki vile vile tu. Kwa nini? Kwa sababu ufahamu wako haujajazwa maarifa. Na ndio maana nimekuambia tumefungwa katika yale tunayoyajua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka kubomoa misingi ya umaskini kwanza. Tuangalie mambo machache, umaskini na tabia zake. Umaskini na tabia zake. Kuanzia leo usije ukajionea huruma kukaa kwenye hali ya umaskini. Usije ukajionea huruma. Na mimi hapa watumishi wa Mungu nitasema kama anakutukana, lakini ndo dozi yenyewe, sina namna.
Yaani siwezi mimi kukaa hapa kuupamba umaskini eti kwa sababu wewe umekuja ni maskini, kwa hiyo ni upambe. Maskini ni laana tu. Kwa sababu sio kitambulisho kizuri popote. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Yaani hakuna namna unaweza ukaudekoreti ili kanisani angalau muonekane wa maana, mkae hivi. Wanaweza wachungaji, lakini sisi walimu tunakuambia ukweli. Umaskini ni laana kabisa. Sio kitu cha kujivunia, wala sio cha kujitambulisha popote. Na ni mbaya sana ukawa unaishi kama manifestation ya umaskini. Kwa sababu sifa kubwa sana ya umaskini, ya kwanza ni uchafu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ndugu yangu, hata mkiwa na wote, mkikaa wote mnafanya kazi zinazofanana, mnafanana maisha, ukitaka kujua huyu ni maskini, ni mchafu. Nyumbani pachafu, anapolala pachafu. Unajiuliza kuna shida gani? Ni kwa sababu maskini ni kitu kibaya, ni laana. Jirani yake mkubwa sana ni uchafu. Mtu hajijali, haogi, na ni mama anaona tu sawa, anaenda mjini anavaa vyovyote vile, anaenda tu, haogopi. Yaani unajua hata Mungu mwenyewe hakufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu umaskini ni laana, haufai. Wala usijaribu kuwa ni utambulisho wako. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani mimi nikipokea mdada wa kwanza nyumbani kwangu, mke wangu mwenyewe anajua sharti nitakalotoa. Sharti la kwanza nitakalomwambia mimi ni usafi. Yaani ndio sharti la kwanza. Ni nini? Ni usafi. Kwa sababu usafi ni utambulisho wa kimaskini. Na mtu yoyote anayejitahidi kwenye usafi, hata kama hana kitu, ana dalili ya kupata kitu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe usimchukulie poa huyo kijijini hapo mnapokaa. Usimuone wa kawaida, muangalie vizuri. Kuna mahali anakuacha. Mtu yoyote anayejitahidi, anapambana kujitunza, anapambana kujiweka sawa, anapambana kujilinda, muangalie vizuri, anakuacha. Kwa nini? Kwa sababu anapambana kuikataa hiyo laana. Umaskini unaleta dharau. Umaskini unaleta aibu. Umaskini unakufanya uwe na tabia za kujishusha ambazo hutakiwi hata kuwa nazo. Walioko mwaka jana nilitoa mfano mmoja. Mimi nilikuwa ninafanya kazi na mhasibu mmoja, ofisi moja. Lakini kumbe sifahamu. Siku moja ananiomba ruhusa, bosi samani sitakuwepo kazini leo, nimebanwa kidogo. Nimwambia umebanwa na nini wewe usiwepo kazini leo? Akaniambia nina roli zangu 2 za tani 40 zimekwama na safirisha mahindi. Aliyekuwa bosi hapo ni nani? Yaani ghafla nikajikuta yani nakuwa mdogo. Ghafla ukali umeisha. Nikasema Mungu wangu, mimi ndo kwanza nasubiri mshahara. Mwenzangu ana lori ngapi? 2 zimekwama. Alafu mwanamke anapambana kuzitoa. Moyoni nikasema kama kuna wanawake wanyenyekevu duniani ni pamoja na huyu. Unajua kwa nini ni mnyenyekevu? Kwa sababu ana hela. Ndio maana umaskini sio mnyenyekevu. Maskini ni hali yake kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tabia zikitajwa kimungu, zikitajwa kwenye Biblia, huwa zinatajwa kulingana na hadhi ya mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani mimi na mchungaji Mkone tukitokea hapa tukiwa tunafagia leo hapa, mimi na Pastor Mkone tukiwa tunafagia hapa, nyewe mnamhesabu nani mwenye hekima? Ni Pastor Mkone. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu mkubwa. Lakini mimi sihesabii kwa sababu nalistahili. Kinachonistahilisha ni nini? Hali yangu.
Tumishi wa Mungu, mnanielewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna tabia zinatukataa kwa sababu ya hali ya uchumi, kwamba hiyo sio ya kwako. Tukijitokeza kufagia kanisa, tukachanganyikana mtu tajiri na mtu maskini, mioyo yote itamhesabu mtu tajiri ni mwenye hekima. Mimi siwezi kuhesabiwa hiyo. Kwa nini? Kwa sababu hiyo tabia inapimwa na hali ya mtu. Umaskini sio utambulisho. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana unaleta aibu. Inaleta fedhea. Kuna matusi yakitukanwa tajiri yanauma. Kuna tusi yakitukanwa maskini aliumi. Lakini tusi ni lile. Kwa nini? Kwa sababu una hali ambayo inakustahilisha kutukanwa. Hivi si unaelewa? Usijaribu kujitambulisha na huo umaskini. Usijaribu kuuchekea. Usijaribu kujitetea, kujifanya rafiki nao. Usijaribu. Narudia tena, usijaribu. Usikae mahali ni kwa sababu yeye ana hela, ni kwa sababu yeye ana hela. Anaongea ni kwa sababu wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana sometimes mnalazimika kuwa mnafiki ili angalau mambo yako yaende. Uwapende watu wasiopendeka. Uongozana nao hata kama huwezi kuongozana nao. Ujifanye rafiki kwa sababu wana chochote wewe huna. Kwa hiyo maskini na unafiki ni mtu na jirani yake. Acha tu waelewane. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mwambie jirani yako, sema jirani, rafiki yako ni nani? Au ni unafiki? Bwana Yesu asifiwe. Watu wanajua mkarimu, kumbe mimi mnafiki tu. Ni kwa sababu huna kitu. Hii ni mbaya sana. Hivi tajiri aanze kuwa na unafiki, anamnafikia nani? Na ndio maana huwa anawaambia watu, mahali ambapo wamama hawajishughulishi, hawana kazi, hilo kanisa wamama ni wambea, hujawahi ona. Jamani, ni wambea, hapaishi ugomvi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani huwa hapaishi ugomvi, ni wanafiki, waongo, wachongezi, kwa sababu hawezi kuongea kweli. Anaongea ili tu akubalike, apate chochote kwa bosi. Kweli ataitoa wapi? Hata akiipata kweli, kama haimpi bosi raha, anatakiwa aliboreshe angalau aonekane wa maana. Bwana Yesu asifiwe. Sawa, kitabu cha Mithali sura ya 10 mstari wa 4. Mithali ile sura ya 10 mstari ule wa 4. Biblia inasema hivi: atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa masikini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Kwa hiyo tunagundua maskini hawezi kujitetea. Biblia inamtambua kama mlegevu. Na mimi nitakwambia kwa sababu unaweza kufikiri tumemsingizia. Yaani hii ndio sifa ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kama huna hii sifa na unaona mambo hayaendi, wewe una nafasi ya kuomba. Nilikuwa naongea na wamama watumishi nikasema, unapoenda kuombea Mungu akubariki fedha, mara nyingi ni tabia yako. Kwa hiyo unamwombea Mungu aiwezeshe, akupe tabia wezeshi kwenye utajiri. Kwa kama ni mvivu, uwe unafanya kwa bidii.
Unapoenda mbele za Mungu, naomba hela, naomba hela, naomba hela, nakuhakikishia Mungu atakupa hela ya kukuondoa kwenye hilo tatizo tu. Alafu utakapoendelea utakuwa maskini vile vile. Kitabu cha Mithali ile sura ya 14 mstari wa 20. Mithali 14 mstari wa 20. Maskini huchukiwa hata na jirani yake, bali tajiri ana rafiki wengi. Hii chuki sio lazima uambiwe. Yaani wewe ukitembea tu ni kimeo. Wananichukia sana, wananichukia sana, wananichukia sana. Hata tukikuombea mtumishi, watakuchukia tu. Kwa nini? Kwa sababu maskini huchukiwa hata na jirani yake, bali tajiri ana rafiki. Hata wanafiki ni rafiki wake tu. Hata wewe pia ambaye una hela ni rafiki yake tu automatic. Unaweza kuchagua wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna vitu maskini amenyang'anywa. Mama, maskini hana uwezo wa kuchagua. Hana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema kweli. Haki ya kuchagua maskini hana. Yeye ana haki ya kuchukua chochote anachokutana nacho. Unajua hata wanaume tunapopata wazo la kuoa, unatafuta mwanamke, kikwazo kikubwa kwa mwanaume angalau apige chenga, yule mwanamke ana nini? Kwa hiyo tunajichambua mapema kwamba yule mwanamke ana gari, atanisumbua. Unaachana naye kwa sababu unaona kabisa huyu ameshanikimbia. Unaona jinsi anavyovaa, anavyokwenda, unajua mimi ule mwanamke simwezi. Utapata wapi hela za kumtunza? Kichwani imelala 70,000. Naona atanitesa. Unakuta Flora anapoyanga na ndala, anaenda tu wala uumizi kichwa wangu yule. Bwana Yesu asifiwe. Na unajiboresha kidogo tu ili hata ukisimama mbele yake umtishie Flora. Na kule ukisimama na kasuti hivi na kasuti, Flora anainama, anainuka, anainama. Bwana Yesu asante umenipa huyu. Hela ndo zimekupa mama una. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mithali sura ya 19 mstari wa 7. Biblia inasema hivi. Mithali 19:7. Ndugu zote wa maskini humchukia. Jinsi gani rafiki zake uzidi kujitenga naye. Huwafuata kwa maneno lakini wametoweka. Alafu wewe unaona kama ni kitu cha kujivunia. Ni kwa sababu wanavyo, ni kwa sababu wanavyo, ni kwa sababu wanavyo. Endelea kukaa hivyo hivyo. Tutachagua hadi uongozi, mwenyekiti wa maskini uwe wewe. Kwa sababu umeifanya akili yako kukataa. Umeweka msimamo, unajivunia umaskini. Tukitamka hivi tunatenga watu, tunaweka watu mbali, tunawanyanyasa watu. Yaani mimi nikiendelea kuja hapa nitakunyorosha wewe. Utake ustake. Haleluya. Na Biblia ndio imesema ukimwona maskini tu ametulia mahali, uwe na uhakika ndugu zake wote wanamchukia. Ukimwona mahali amekaa, lazima ujue marafiki zake wanazidi kupungua. Na alionao wamebaki naye kwa maneno. Ni mwanadamu mwenzetu huyu, tusimwache jamani. Tusinyanyase watu. Unajua hata kanisani kuna hizo kauli. Yaani kuna kauli ikitolewa kanisani unajua ni kwa sababu wote ni wanadamu. Lakini kimsingi wametutenga.
Unajua kuna kauli gani huaga zinatoka? Sisi wote ni sawa. Ukisikia mtu anasema sisi wote ni sawa, anakugusa wewe mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukisikia kauli inasema sisi wote ni sawa, wanamlazimisha aliye juu angalau afanane na wewe, kwamba mtumishi wewe ni tajiri, umeenda mbali sana, tafadhali shuka. Kaa karibu na mama Jose, shuka tafadhali. Mama Jose naye ni mtu. Na yule anajitahidi anasema basi sawa. Kitabu cha Misali 22:7 anasema tajiri humtawala maskini, naye akopae ni mtumwa wake akopeshaye. Tajiri humtawala maskini. Kwa hiyo hata kama tunasali wote, mtumishi wa Mungu, kama mimi nimezichanga kwa mujibu wa Mungu, mimi ni bosi wako, tafadhali tuheshimiane. Hebu mwambie jirani yako tuheshimiane. Mimi ni bosi wako. Bwana Yesu asifiwe. Sio maneno yangu, ni Mungu huyo. Hili ni neno la Mungu kwamba tajiri humtawala maskini. Yaani sio mpaka nijieleze kama wewe ni mtumishi mwenzangu, tumetoka wote kanisani, tunafahamiana, tuheshimiane tunapotembea barabarani. Unatembea na bosi wako, uwe makini. Usiongeongee tu ovyo. Hiki cheo sijajipa mimi, hiki cheo nimepewa na Mungu, kwamba natakiwa nikutawale wewe. Alafu unataka mimi nije hapa ni upambe umaskini. Unajua umaskini hauna shida. Ni kweli mbinguni utaenda, hiyo haina shida. Lakini tukiwa duniani sisi bosi zako, tulia. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani hiyo inaeleweka. Tukikaa mahali tuheshimiane. Hizi ndo sifa za mtu maskini. Kitabu cha Mithali 18:23, uone tabia nyingine ya mtu maskini. Hapa tutachambuana kidogo. Mithali 18:23. Biblia inasema hivi, maskini hutumia maombi, bali tajiri hujibu kwa ukali. Achana na maombi ya kanisani. Jamani maana msije mkahamia kanisani hapa. Yaani tukiwa tunazungumza. Biblia inasema maskini hana tabia ya ukali. Haruhusiwi kutumia nini? Ukali. Kwa hiyo tafadhali na kuomba, tafadhali. Hiyo tafadhali unatamka wewe. Tajiri hiyo yake hiyo haimuhusu. Kwa sababu hatumii nini? Maombi. Anatumia ukali. Sasa utaanza kugundua katika mfumo wa maisha ambao Mungu ameuweka, amewatenga maskini na tajiri naturally. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hawa jamaa wametengana kabisa. Maskini ana maisha yake na tabia zake na mienendo yake. Tajiri ana maisha yake na tabia zake na mienendo yake. Kusanyiko la watu maskini watatumia neno naomba, naomba nisaidie, naomba. Lakini ukienda kwa matajiri wanasema lete, chukua hiyo, lete. Kwani uongo jamani? Hata ukifika dukani pale, kwa kweli unatamani nguo, umeiona. Nguo hii shilingi ngapi? 7,000. Ghafla unakuwa mpole, ukarimu unaingia, tabia yenyewe kwa sababu una 5,000, basi unajikuta umekuwa mnyenyekevu. Ni automatic tu.
Unaanza kumuona, ulikuwa unamuona mfanyabiashara kama mtu wa ovyo, mara unaanza kumuona ni mtu wa maana sana na heshima zake. Unamgeukia kwa unyenyekevu. Samahani bwana, nimepungukia kidogo. Na kuomba tafadhali, nisaidie, nimekwama. Na yeye anakunyanyasa. Hapana, kama hii mna misiuzi bwana. Siuzi. Ukiondoka hapo umekatalia, unaanza kulaani hadi biashara za watu. Ndio maana laana ya maskini kumpata mtu ni kazi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu tu mwenyewe anajua kwamba hii kwa kweli sio laana, ila ni mwanangu tu hana. Mungu anajua kwamba ulichokitoa wewe sio laana, ila ni nini? Huna kitu. Kwa sababu ungekuwa nacho usingelaani. Watu wengine, maduka mengine yanalaana, siendi tena. Duka lenyewe, mtu mwenye mbaya. Mungu anajua mwanangu hana. Haangaiki kabisa na hiyo laana. Na Biblia imesema wazi kabisa, kama mbawi wao katika kutangatanga kwake, ndivyo ilivyo. Laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Kwa hiyo laana inaweza ikawa faraja tu moyoni mwako, angalau umeondoka pale. Lakini kimsingi haimpigi mtu. Na ndio maana watajiri wengi ulio walaani ndio kwanza wanazidi kuwa watu wakubwa. Mlioinuliwa na Bwana, pigie Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna mikelele hiyo, hata ingevuma vipi haiwezi kukupata. Kwa nini? Kwa sababu wanahangaika na hali zao. Na niliwahi kuambia siku moja hapa waliokuwa mwaka jana, nikasema unajua kuna mambo ambayo Mungu akitufanyia yanatuhamisha automatic. Hatuhitaji sisi kukukataa wewe, lakini hali zetu sisi zinakukataa wewe. Hali. Sasa fikiria, mimi nakupenda sana na wewe ni rafiki yangu, tulikuwa wote pale mtaani, leo nimekuwa mbunge. Hivi unaniona kweli nakuwa karibu na wewe tena? Kwani nimekukataa? Ila hali yangu imefanyeje? Kwa kweli wote tulikuwa hatuna magari, tunatembea kwa mguu. Nimepata neema, nimeinuliwa, nimenunua gari. Nitaongozana na wewe tena kwa mguu? Nimekukataa mimi au hali yangu? Mwambie jirani, usinilaumu, ni hali yangu. Bwana Yesu asifiwe. My friend, hata tungependana vipi, kama tulikuwa kiwango cha 10,000 nimekwenda cha milioni, nitakuacha tu. Wala haimaanishi sikupendi. Wewe ndio utaanza kuniongelea huko. Na ndio maana mnaongeaga sana. Yaani tangu ameinuka hatutazami. Yaani nakwambia tangu ameinuliwa, yaani inuliwa na wewe kama rais. Njoo huku juu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mwambie vizuri kwa upendo. Mwambie jirani. Mwambie jirani, mimi sina shida. Pambana na hali yangu. Muelewane. Utaniona kwako. Haleluya. Sasa unaweza kufikiri hii sio Biblia na sio maandiko. Na ndio mnapofikiri kinyie. Kibibilia mtu maskini na hali ngumu sana. Na ndio maana nisikilize, kama hujui kuomba vizuri katika hali ngumu unayopitia ya umaskini, utapoteza muda katika maombi yako muda mrefu sana. Utakuja kufikiri Mungu ajibu maombi kwa sababu ufahamu wako umegoma kubadilika. Utakuja kulaumu bure. Utamtafuta Mungu ile eneo, utakuja kumuona. Sio kwamba hataki kukaa na wewe. Anajua ili akae na wewe anahitaji nini ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Kwa hiyo kifungo cha umaskini ni kifungo kikali sana, kikali mno. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi nikiwaga mahali, mimi nikialikwa kufundisha mambo ya uchumi, huwa siondoki kizembe. Moja ya kitu ambacho nitakifanya, natafuta watu wa kuwafuatilia, kwa sababu najua mabadiliko yanahitaji muda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nitakusumbua. Siku moja tuliingia makubaliano na mchungaji mmoja, nikamwambia mchungaji, mimi nitakuja kweli, lakini nikifika naomba tuwe na mkakati wa kufanya. Kwa hiyo tukakubaliana na mchungaji kwamba tutateua watu wa kuwafuatilia, watu wa kuwazingatia katika mambo tutakayokubaliana na wale kwa tukatengeneza mpango kabisa kabla ya semina. Nikasema mama ndo nakuja, mimi niko very serious kwenye ile eneo. Kwa tukakubaliana, tukaenda kufanya ile kazi. Tumemaliza huduma, tuna watu wetu. Mchungaji bwana ametangulia mbele kuliko mimi. Ana listi ya watu wake 10 kwamba nitawafuatilia hawa mpaka wamefanya tulichokubaliana. Wakristo wakaanza kukimbia mpaka kanisani. Yaani mchungaji akitokea hivi nyumbani anafuatilia. Vipi, umeshafuga wale kuku? Umefikia wapi? Unajua kuna mayai. Mayai yanakukwamishaje? Mtumishi wa Mungu, badilika. Au una imani? Na nini? Mchungaji anafuatilia kweli kweli. Imeenda mara ya kwanza, imeenda mara ya pili, imeenda mara ya 3. Fuatilia nakwambia mpaka wanamaliza kama miezi 7 hivi. Mchungaji alijitafutia watu 4 waliotoboa. Katika watu 10, 4 wamesimama. Mimi nikasema sasa huo ndo muujiza wenyewe original sasa. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kwa karibu wanaendeleaje, lakini niliwaacha kwenye hali nzuri na wanajilaumu kwa nini walichelewa siku nyingi. Sasa wewe tuko na wewe hapa, unatona kama tunaimba mapambio hivi kwa sababu hatuwezi kukufuatilia. Roho Mtakatifu akufuatilie katika jina la Yesu. Na akikuotea kama ni mvivu, akuongezee na jipu ili uvivu wako ulale kabisa. Mnakataa? Kama tunacheza sawa, lakini kama tuko serious utapatwa na jipu nakwambia. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 7. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka ule wa 7. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa. Nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemuia amekuja ili ajitwalie wana wangu 2 kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukatoe vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vyombo vile vyote navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha, akajifungia mlango yeye na mwanae. Hao akaleta vile vyombo na yeye akamiminia mafuta. Ikawa alipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya, uilipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Jina la Bwana libarikiwe. Elisha aligundua umaskini wa huyu mama haujafungwa tu kwenye kumwokoa huyo mtoto, ni maisha yake yote. Kwa hiyo mimi mtumishi wa Mungu nampa mtaji. Ndio tafsiri nyepesi. Apewe sifa Yesu. Kwa hiyo huyu mama alipewa nini? Mtaji. Mtaji ambao utamsaidia kulipa deni na kuendesha maisha.
Kwa sababu alipomwambia uyatumie wewe na mwanao hitaji la lile nyumba, sio tu mafuta, kwa sababu ni watu maskini. Kwa hiyo mafuta yaliyobaki, mama aliendelea kufanya biashara. Deni amelipa na anaendelea kufanya biashara. Na ndio maana hapa watu wengi, yaani ukisaidiwa kulipwa deni, we bado una matatizo. Apewe sifa Yesu. Yaani wewe tukikusaidia kulipa deni, bado hatujakutoa. Kwa nini? Kwa sababu unatakiwa uendelee kuishi. Unatakiwa uendelee kusurvive. Unatakiwa uendelee kustawi. Kwa hiyo tukilipa deni, hatujafanya kitu. Mwanzo 26:12 hadi 14. Mwanzo 26:12-14. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile. Akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki. Na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi, hata akawa mkuu sana. Akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi. Hawa Wafilisti wakamhusudu. Akalima akapata sana. Uzuri wa hiki Biblia hapa, imeelezea kilimo, afu imeelezea idadi ya mifugo. Apewe sifa Yesu. Ndio maana Biblia, ukisoma vizuri Biblia, mtumishi wa Mungu, ukisoma vizuri Biblia hairuhusu mtu kufanya kazi moja. Hairuhusu. Yaani Biblia hairuhusu mtu kufanya kazi moja. Hairuhusu. Usio kafikiri umetoboa sana. Mimi ni mwalimu. Biblia inakutambua wewe una shida. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu imesema wazi kabisa, panda mbegu nyingi, kwa sababu hujui ni ipi itaota. Tafsiri yake uwe na vitu vingi. Na ndio maana watu ambao wameshika jambo moja, hali ni ngumu vile vile. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini? Kwa sababu kibiblia tu hairuhusu. Na ndio maana hapa Biblia inaeleza Isaka jinsi alichokifanya. Mungu akambariki. Alipopanda mbegu moja, zikatoka 100. Hakupumzika. Akaendelea kulima, akaendelea kufuga, akapata vitu vingi sana. Nilisema hata jana, baraka jamani, haikufanyi upendeze. Baraka inakuongezea majukumu. Tunaelewana? Yaani mtu aliyebarikiwa ni mtu ambaye yuko busy. Hasa mama, mtu mzima kabisa, mwenzako anakuita, naomba nisindikize mjini, na wewe unakubali. Wewe ni timamu kweli? Yaani kuna kiwango una shida. Yaani mpaka mtu aliye na kwa kwenda anaenda na wewe. Unajua umekuwa ni kama umegeuzwa kidaladala fulani hivi. Nikienda peke yangu nitakuwa bored. Ngoja niongozane na dada Jeni. Wewe mwenyewe unajiona wa maana kwamba nimemsindikiza. Jamani, tunasindikizana msibani tu, sio mjini. Hebu tuache hayo mambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu baraka ikija, ukiwa unafanya uko dukani, wateja wanaongezeka, si ndio? Baraka ikija ukiwa shambani, manake kama ni eka moja zinaongezeka zinakuwa 2, si ndio? Ukiwa unafundisha shule, baraka zikiwa nyingi unaongezewa madarasa, si ndio? Kwa hiyo mtu aliyebize ni ishara kwamba ameanza kutoboa. Muulize jirani yako, uko bize? Bwana Yesu asifiwe. Mwezi wa 8 tulikuwa hapa kwenye kongamano la wanaume, tulitoka na azimio moja kwamba kichwa cha mwanamke yoyote ambacho hakileti matokeo nyumbani tunanyoa. Hatuwezi kugharamia 30,000 kichwa ambacho hakiko busy. Nafikiri naanza kuona matokeo ya kikao chetu.
unawekeza 70,000 imelala kichwani, alafu mtu hata kuweka akiba ya 30,000 kwa mwezi hawezi. Si unyanyasaji na matumizi mabaya ya rasilimali. Tuanze kusuka wanaume sasa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Yako mengi kweli, naomba tusimame. Apewe sifa Yesu. Kuna vitu vingi sana vya kupanda. Nafikiri kwa uliokuja kwenye kongamano hili umekuja kwenye eneo sahihi sana. Amen. Nina uhakika hautarudi kama ulivyokuja katika jina la Yesu. Tutakuwa na ombi moja tu la kukataa umaskini. Kataa kama unaliona pepo unalikemea. Kataa kama unamwona mtu mnyang'anya na kuharibia vitu vyako. Hakikisha moyo wako hauna faraja yoyote ya kujivunia hiyo hali. Hakikisha moyo wako hauna faraja ya aina yoyote ya kujivunia ugumu unaopitia. Hakikisha